So udem alikuwa kwa ngori moja. Ngori ya kuna jisi. Okay. Alikuwa mjama wake alikuwa kidai mjama wake alimnajisi. Mjama wamekuwa pamoja. Miaka ngapi? Sijui ni miaka ngapi. But majama ni dem na Charlie yani. Ni dem na Charlie. Lakini behind the scene kwa hiyo lage kila mtu alikuwa kijua hiyo ngori. Lakini sasa yeye vile alikuwa akiniambia nikataka kugo deep nisikie ni aje. Ilienda aje? Ndiye najirudi. Ametuma wase wengi sana mtaani. Huo dem. So hadi makarao akakuja kufikiria kwa nini wewe tu ndo unanajisiwa. Alafu sasa naenda majo. Wakenya msishangae. So Divre, unajua most of the time by the way we spend most of our time tuko job, uko mboka. Like kwa siku una spend like 9 hours uko hiyo area. Yani mboka 40 hours uko mboka tuseme. Hiyo ndio hata 10 kwa sababu ya 40 per week. Hiyo time ya kusafiri. So umeenda home time una spend na familia ni kidogo sana. Ni less. So unajua mimi ni leader kwa ofisi yetu. Mimi ndo na control venye vitu zitafanyika. Tukiwa na meeting niliwaambia tuko watatu. Niko na meeting niliwaambia unajua nyinyi ninawaona more than naona familia yangu. So siwezi taka utiaji ya tunaanza kuwa na mabeef hapa, internal beef. Nikikosa niambie ni aje mse. Hapa it's a little bit mbadala. Ngoja nikuulize. Unajua mshinda nikimblame kuhusu wapandre hapa. Mzee, wewe ni leader mtiaji ama wewe ni mtu unafuata sheria? Mimi ni leader niko free. Au kupanda hiyo cheo ya kusnitch. Unajua kuna vitu nilipanda hiyo cheo Jumdela aliona. Alianza tu kuambiwa riba. Nikiingia pale ni vitu zangu kitambo before nianze hiyo era. Yani mavitu zilikuwa ma-email zilikuwa zinakaa wiki moja, wiki mbili. Na si ati haiwezi fanyika. Inaweza. So unajua tu wa Kenya venye hujituma. Mimi nilifika hapo vitu papa email chukua imeisha. Nataka kuoda papa imeisha. Uko active. Niko effective yani. Okay. Unanipata? So sababu feedback yenye Mdela alikuwa anapata, juu watu walikuwa na complain kwa Mdela sana. Akanotice vitu zimeanza hizo ma complaints zimeanza ku reduce. So ndo akaanza kuambiwa ule kijana ameingia huko. Ni sawa lakini uo handleaji kwa wakazi wako. So mimi wa handle design nawaambia leo tuko na hii na hii na hii ya kufanya. So ni nani ako na kazi less ya kufanya leo? Mtu akipiga blanda kwa sababu nobody is perfect. Wodu. Si ubonga, sijaienda kwa Mdela kusema tu jamaa amefanya blanda. Na hiyo ndio kitu by the way jamaa moja alikama kaniambia anashukuru sana kwa sababu kitu ikifanyika ninamuendea direct namwambia ni aje. Hapo umeuma nje. Okay. Una approach hiyo situation mara hiyo. Uendi kusema exactly siendi kusema lakini inafika point inakuwa kitu inajirudia namwambia tu wewe sahi itabidi tu nimeongea na Mdela tuone venye utachange. Naambia hii nitafix. Tuko watatu so nikaambia tunafaa kuwa sisi sasa hapa ni kama ka familia kadogo juu venye nimwambia ninaona more than naona familia yangu. So hapa tunafaa tuishi, unafaa wewe na mimi ukiamka asubuhi ufai kuwa na ile attitude ya fuck naenda job. Ninapenda hiyo attitude yako ya vile una approach vitu kwa sababu sisi job kuna hawa wapandre watu wanakuwa wamewashiba mbaya kwa sababu unasikia umeenda kwa choo umeenda kukata weight. Unajua huwezi kata weight na dakika 5 wewe si mbwaka. Lazima ujipe time. Na kulingana na sheria hata vile fact wanatuambiaga haijulikani how many minutes as long as sio zaidi ya 20 minutes. Utaenda kudengi. Unasikia Joe mpandre amekupigia simu. Ndio unakata weight. Alafu kitu fani ni eti kila mtu amecomplain. Kila mtu amecomplain lakini sasa ule mdosi yako huko juu amewashika design ni kama anafurahia wakistress watu hiyo design. Wakimbisha style yani huo mpandre watu wakasikia. Kuna ule pia alikuwaga hiyo design alikuwa kazi yake ni kunyemelea. Ananyemelea tu watu wakifanya makosa. Ndio akuseti.
lakini huo mmoja alichuja job, mmoja kwa Mpandre alikuwa Muirani. Alichuja job, watu walifurahi mbaya. Mpandre ndio huo naye watu wamemkaziaga. Lakini unajua unafaa kujua kuishi na watu pia. Ni ukweli, inafaa ujue kuishi na watu. Unafaa kujua kuishi na watu kwa sababu huwezi jua huyu jamaa utamhitaji. Usilete leadership yao ni inaongani style ya kidhado wale. Lead by fear. Inaitwa hivyo. Nasikia lead by fear. Kila kitu tu ni tenje inua, unataka kuonesha vile unafanya job. Na saa zingine ninagania necessary kwa sababu au wadosi unapata hata mdosi ni mdogo kukuliko, anakuwa na ukiwa mtu black mtiaji, umama. Vitu zingine unaweza solve tu wewe mwenyewe. Sasa lazima upige simu kama hizo. Kama nikicheki kama siku fulani nilikuwa off. Alafu nikiwa off mimi ucheki maoda zenye zinafaa kukua. Before nitoke the end of the day. Kuna design za angalia nione order zenye zitakam. Unanipata? So najua okay, kesho hase watakuwa na hii kitu ya kufanya. Na mimi najua kazi venye inaenda. Unapanga kazi mapema. Siwaambii kitu, naambia mimi kesho nitakuwa free, tuonane kesho Nikikuja kesho kutwa morning naona hii ni order yenye ilitokea jana. Ama fans walikuwa wanafanya nini jana yote. Niuliza tu live. Kwani jana kulikuwa na job mob, brother ni gani tena? Unanipata? Lakini huwezi nipata tena nimeenda kwa mtela. Hii order sijui nini. Nawaambia tu sisi ndo tunafanya hii kampuni isisimame. Sisi tunaona vitu critical ya kufanya hii kampuni isisimame. Kampuni yetu inafaa vitu zina run 24/7. Haifai kusimama. So una imagine bodyguard ikiisha. Watu panda aje ndege. Ni blanda. Na nikuulize swali kwa sababu nikicheki hao Wapandre au stress watu ndio Wapandre wao waongezeke huko. Sidhani Wapandre wanapiga operation vile sisi tunapiga operation na Mpandre ama na Wapandre. Sasa wewe nikuulize swali. Vacancy kitokea huko kwenye unaweza pigia Mkenya pass ama ni vitu gani Mkenya anafaa apate nini? Of course naweza piga pass. Naweza recommend nikumwambia wewe ni aje kuna hii. Ni vitu gani zinahitajika ndio mtu driving license na lugha. Sana. Lugha. Sasa hiyo ina depend, lakini sasa kwa ofisi yetu lazima ukuwe na qualifications. Umesomea logistics, umesomea procurement, umesomea economy, kitu kama hiyo, kitu yenye ina deal na, unajua sasa tuna deal na procurement. Tuna order, tuna deal na suppliers, tuna invoicing na vitu kama hizo. So ni vitu unafaa kujua basics, unafaa kujua vitu na logistics. Kama kuna Mkenya ako Sweden na umepiga hiyo shughuli, just in case, just DM, you never know hapo comment section, kwa sababu nilikuja kunotice hao Mapandre wanashughulikiana deadly. Wanasaidiana sana. So and I think mimi for the longest mtu tumekuwa tukiwa kigina pamoja, mtu tumekula safaration na pamoja ni Okto. Okto amekuwa ni backup na mimi nimekuwa ni backup yake vizuri sana. Inafaa hivyo kwa sababu sasa venye nilikushow mse ukiapply nikipata opening mimi usikumia wase link naambia ni aje ukiapply nipeleke na rada, nikifika hapo naambia mdela mimi najua huyu jamaa nimefanya kazi na yeye ni mse wa kujituma. Mi kwa so section hiyo ina boost inakuboost kupata, unajua kupata interview pia si rahisi. sio rahisi. So inakuboost kupata interview. So ukienda interview sasa mimi siwezi fanya Sasa hapo itabidi ucheze kama sasa ni wewe ndo unafaa tu ucheze, lakini ulikuwa unaingia before nikupoteza na hiyo time. Kuna story ulikuwa unipigie hiyo ya venye ati tunafanya 40 hours pa. Okay, nataka nikupigie ni hii riba ya job. Kuna ngori moja nilisikia tu hapo job. Kuna dem moja ni Mlami, ni Mswidi. Dem mwenyewe alikuwa mhuge. Okay. So dem tulikuwa tukipiga na yeye mboga pamoja. Momo. Na mwili tu bwako. Okay. So huyo dem alikuwa very social. So huyo dem tulikuwa tunapiga tu na kuna time pale ni tukiwa Udubro pale, kuna vile hata mimi nilikuwa nimeanza nikaa naenda kupandishwa cheo. Okay. Unfortunately tukahama huku nikapigwa kama kawaida. So udem alikuwa very friendly. Nilikuwa tukipiga story na yeye. So udem alikuwa kwa ngori moja. Ngori ya kuna jisi. Okay. Alikuwa mjamaa wake alikuwa kidai mjamaa wake alimnajisi. Mjamaa wamekuwa pamoja. Miaka ngapi? Sijui ni miaka ngapi. But majamaa
ni dem na Charlie yani. Ni dem na Charlie. Lakini behind the scene kwa hiyo lage kila mtu alikuwa akijua hiyo ngori. Lakini sasa yeye vile alikuwa akiniambia nikataka kugo deep nisikie ni aje. Iliendaje mpaka ikakuaje. Nakumbuka huo dem siku ya mwisho akiniambia vile wako kotini wampelekana na huo jamaa nini. Jamaa pia alikuwa akifanya job hapo lakini sasa mimi jamaa mwenyewe sikuwa nikimjua, sikumpata. Vile hiyo ngori huo dem alipeleka hiyo ngori mbele, huo jamaa alisimamishwa job. Huo jamaa alisimamishwa job juu ilisemekana yeye ndo alinajizi huo jamaa. So kwani ilifanyikia Wera? Si walikuwa pamoja na tunafanya job pamoja. Alafu huyu akona ngori, huyu kuna hiyo ngori, huyu ameninajisi. Kwa hivyo huyu anasimamishwa kesi mpaka anasimamishwa job mpaka kesi ishe. Itatulie. Mpaka siku ya mwisho nakumbuka huo dem alikujaga akanionyesha vile amelipo ganji, amekuja amefurahi, nimeshinda. Lakini sasa mimi nilikuwa zile za niko very cautious, nimeshinda, akanionyesha amepewa ngiri so na chwani 100,000 Swedish crowns. 150. Hiyo ni almost 1.7 M. 150,000 Swedish crowns. Amefurahi. So lakini wacha nikurudishe nyuma kidogo. So ilikuwaga mimi kulingana na zile story nilisikia huko. Huo dem walilakiana na jamaa Mwarabu. Mwarabu akamkatia. Lakini za Mwarabu alikuwa na wife. Lakini hakuchapia umdengi ako na wife. Sasa amekuwa akicheza karata zake safe. So unaona huku home yeye amekalia wife, unajua Waarabu yeye ndio kusema. Na huku anapiga huku Mswidi. So ile siku Mswidi home and away. Ile siku Mswidi alijua huyu jamaa alimdanganya ako na Mwarabu. Hiyo kitu ilimuuma ndio akaekelea ngori ya kunajisi. Kitakuramba. Akaekelea story ya kunajisi. Lakini huyu jamaa alikuwa amekaa na huyu dem alikuwa shajua rada yake. Udem hakuwa akijua huyu jamaa ako na wife. Sasa alikuwa shajua rada yake, kuna matembe anapiga, yuko fiti. Anajua udem kuna madawa za zinaitwa depression na vitu kama hizo. Vitu kama hizo. So udem amekuja job, kila mtu alikuwa akiongeleaga tu vibaya, vile majamaa, sijui jamaa alimfanya nini. Ukifuatilia hiyo story walikuwa pamoja, wamekuwa pamoja for a while, lakini huyu jamaa Mwarabe hakuwa ameambia udem akona mama. So si huyu jamaa dem ameshinda ganji, amefurahi. Lawyer huyo jamaa alikuwa na lawyer mfiti, akaapil. Kuapil ngori katan kwa sababu kulikuwa na hizo evidence udem ako under medication. So hiyo ngori ili turn on favor ya jamaa. Ikakuwa sasa hiyo ganji huyu jamaa ndo analipo sasa. Rudisha. Sasa ama kunaenda hiyo ganji na filo jamaa ndo atapewa. Ni lazima irudi. Kama ashamkanja lazima hiyo do irudi. Ikirudi bado huyu jamaa atapewa ganji ama ni madem tu analipagwa. Hapana, sipia jamaa atajengwa kwa sababu ya kwanza ni unajua kenye ufanya. Umemiss Wera miezi ngapi? Ulikuwa ulipo mshahara miezi ngapi? Nimemiss Wera miezi 6. Okay. Hiyo miezi 6 yenye umemiss Wera ni nini imefanyika? Sikuweza kulipa rent imepanda na interest. Sikuweza kulipa hii loan imepanda na interest. Sikuweza kufanya hii nimepanda na hii. Kila kitu yenye hiyo kesi imeaffect jamaa negatively. Akishinda kila kitu analipa. Jamaa at long last ndio alishinda kesi kwa sababu mdenge amekuwa kwa chini ya Sasa una imagine unaambia mama unaenda wapi? Ninaenda kotini juu ya nini? Lakini sasa unajua na Waarabu yeye ndio kusema. Sasa hiyo ndio disadvantage. Hiyo ndio advantage yako nayo. Lakini huyo jamaa kurudi mboka tena. Na unarudi aje? Dem aliquit job. Aliquit? Aibu. Aliquit job. Aibu. Sijui ama aliquit ama alichujwa, I don't know. Probably maybe alivutwa kazi. Huo dem akafungua nini yake, site yake kwa Instagram ya wanaitwa nini ya madem wana nini eti wa kusimamia feminist. Feminist. Tunafahamia haki za madem. Lakini ni eti gava ya hapo iliangalia hiyo situation kulingana na lawyer na kulingana na evidence. Kumekuwa na hiyo kesi sana. Kuna mdem mwingine pia nilisikia anatoka UG. Sasa hiyo sasa ndio ilikuwa nini yake ya kupata do. Hiyo ndio ground yake ya kupata ganji. Hiyo ndio ilikuwa ground yake ya kupata do. Alikuwa anaita jamaa ana nini, unapiga vitu anakuambia we
unamwaga nje, kwani hii ni maji ya mbosho mwaga ndani mjamaa akijitoa ukimwaga kwani nje nini itafanyika na asipooga na aende akuripoti bado sasa DNA sasa inakuwa yani live umemwaga nje sasa ukimwaga nje si maybe ulinyonga nugu alafu lakini either way DNA inaweza patikana, nywele inaweza baki, vitu kama hizo, lakini anataka evidence kabisa. So yeye anataka vula direct, anapiga tenje ameninajisi, tokea pull up kwa hosi. Hiyo hosi kwanza, kitu ya kwanza naambia usioge, usifanye nini, kuja. So ikakuwa kitu inajirudia. Ametuma wase wengi sana mtaani so hadi makarao akakuja kufikiria kwani ni wetu ndo unanajisiwa. Alafu after hiyo sasa anaenda the same place, wanashanga we tena ni wewe umenajisiwa tena, rada yako ni gani? Kuna design, siku wanajua kuna design enye wanaweza pima waangalie muscle tension. Waone kuna venye wanaweza pima design, waone enyewe ilikuwa by force, lakini unajua kuna ile design msi unaenjoy, unapata tuma muscles zimerelax nini unaenjoy, akijua hapa ni kurikawa, unajua hapa manzi natoa kutu na nitaka ujamaa ajui anapiga vizuri ujamaa ujui kenye msee. Mpaka sasa najua ilibidi tena waanze kufuatilia hizo makesi zake, waone wakaanza kusema shit, inaweza kuwa tulifukuza watu hivyo na ngori ni udem. Wewe jamaa alichujwa, unachujwa ama kitu wanafanyaga unarudisha hiyo pesa. Pia hiyo pesa yote unarudisha, unaanza kutafuta. So the only way ni wewe uondoke, kwa sababu ukiwa kwa hiyo ngori yenye kwa Corona Fogden na hiyo unadaiwa pesa mingi, huwezi jitoa kwa hiyo ngori, wewe rudi tu mtaani msee. Sasa unapata una imagine umeingisha msee box umeishi pamoja, lakini wewe unaona hii mapenzi haiwezi. Udem kumbe ni mdem wa kunyamba kila usiku akilala, unaona hizi hezi vumilia. But hiyo ni example of fala. But unaona huu ni dem, red flags zinaanza kutokea after mshaanza kuishi pamoja. Alafu unaona instead tuende mbali, acha niachie relationship hapa. But huyo dem anaanza kupigia makarao, jamaa alinipiga, huyu jamaa ameninajisi, anaenda anajigongesha kwa ukuta, ikuwe ni wewe ndio umempatia dent. Just mzee, mimi nashukuru sana the first employer mwenye alitupatia kazi, kwa sababu nakumbuka hiyo trip ya kutoka Boliden to Lixele. Huyu jamaa ni Morris, ni Sierra Leone. Alituambia dem kama amekata maji usimdinye, ama kama utamdinya make sure mmerecord, inaonyesha na yeye ako active anataka. Umekubali? Hata mimi nimekubali. But at the same time unajua anaweza kubali under the influence style. Yani alikuwa kitu advice, wewe dem akiwa mlevi usi have sex na yeye, kwa sababu hiyo kitu itakufanya udanduliwe. Of course. But the same case si wazungu wengi sana wanaekeleaga hizo ngori za kuna jinsi. Wengi ni wengi ni watu wa kukam, ndio wanatekigia advantage ya kujua vile watarikava. Wewe mzee ushapigwa hesabu, nikifanya hii nadungwa minimum naweza dungwa ni kaso. Unadunga go cash ama, lakini hata sitaki kujua. Lakini but sasa thank God to the technology. Shida ni tena unaweza pata huyo jamaa mwenye anafaa kukudunga, si ati huyo jamaa anakudunganga cash direct. Inakuanga unaweza mlipa, siwezi mlipa. Sasa una creatiwa na payment plan. Okay. Ama unapelekwa Corona Fogden ama CRB Kenya. Ngoja, mtu ndo ulipa ama ni gava? Ni wewe ndo unalipa, si gava ndo inakukanja. Ni gava na nini Sasa hiyo ndo kitu ingine wase hawajui. Wase wanadhani ati sasa ushapona ni gava ndo itakukanja 100,000 direct. Alafu wakudai. Dem alipatia gua. Inamaanisha huyu jamaa alimkanja. 150,000 Swedish crowns. Inamaanisha huyu jamaa alimkanja kwa sababu usipomkanja inapelekwa kwa venye nimekuambia Corona Fogden. Unapata wangu wa siku ya mkanja, unafaa kumkanja within X amount of days ama months. Ukisha mkanja ni hivyo, usipomkanja inapelekwa inkaso Corona Fogden sasa ndio ina take over kutoka hapo. So Corona Fogden ama CRB iko na right ya kuingia kwa mshahara yako kila mwezi, inakata. Alafu hizo ni ngori za ujinga. But nikuulize, unajua Kenya ni namba ngapi among the richest countries in Africa? Inafika namba ngapi?
tuko top 6, tuko number 6. Namba 6. But still nina feel Kenya technology wise I don't know, line tuko nyuma and we need to invest a lot in technology. Kwa mfano Sansi amekushika amesema anaenda kukuandikia ngori ya bangi na ana evidence ya kunini bangi ni gani, proof ya kuonyesha ulikuwa ukivuta bangi ni gani, unapima makojo ama unapima lakini mtaani wanafanya gani, ama unapima wanaangalia macho na harufu, wanakunusa mkono, wananuka bangi. Ndio unasikia kuna ile joke ya ati kuna jamaa mmoja wa Bangu, jamaa alikuwa kwa hii group ya kina Nicky Big Fish. Ilikuwa kwa chachi, alikuwa akisema sijui jamaa fulani alipatikana akivuta ngwai, akaona masanzi ndio kuna option mbili, uimeze, ati aliimeza akarudi akajipiga ndole. Kera wanakuja jana akajipiga ndole. But na feel masanzi kuna ngori zingine nafikiria watu wako tu jela bure. Of course watu wengi. Sanzo wa Kenya kama usipompatia ile kitu anataka nafikiria anakupeleka, anakuambia huyu tunaandikia bangi. Wewe huko sikia Jimwata akisema ati unaweza pata umenunua raba 700. Ana ati ulikuwa drunk lakini anakuandikia loitering, ati amekushika na nini, ati amekushika na mapoko. Unashangaa mzee, mimi si umeniokota tu hapa juu sikuwa na idea ati curfew sijui nini.